Katikati umepewa Dube, umepewa Boeli. Kwako utamchagua nani? Dube. Kwa nini? Kwa sababu unajua kuna tofauti kati ya mshambuliaji na mchezaji kiwanjani. Dube ni mchezaji, sio mshambuliaji tu. Kwa maana kwamba anakuwa yuko involved kwenye plani za timu. Yaani timu ikiwa inacheza nyakati zote unaweza kumuona na ukamfanyia assessment. Boeli ni mfungaji ambayo timu ikiwa ipo katika mazingira mazuri ya kufunga anakuwa ana disadvantage hasa kwenye namba ya timu katika maeneo either ya kutrack mpira au kuweza kuja kutengeneza build up kutoka katikati. Kwa hiyo kwa aina ya Yanga wanavyocheza naamini kwamba Dube ni bora, na hata kipindi hiki anapitia nyakati ngumu ni kawaida. Ni kama hata wewe mwenyewe katika shughuli yako kuna kipindi utakuwa uko sawa, utakuwa na furaha, utakuwa na huzuni, utakuwa na umwa, ni binadamu. Huwezi kuwa na accuracy. Ingekuwa ndio hivyo basi watu wangekuwa mpaka na magoli 10,000. Kwa hiyo kupitia changamoto ni kitu cha kawaida. Kwa hiki ambacho anapitia ni kipindi cha kawaida kwenye mpira ambacho mchezaji yote anaweza akapitia. Lakini kubwa zaidi nashangaa kwamba kwa nini watu mna prefer zaidi Dube. Mbona mzungumzie Mkwala? Kwa hiyo ni kama tu kuna syndicate imetengenezwa ya kuwaangalia wachezaji wa timu moja hasa wa Yanga kwamba viwango vyao vimeshuka bila kuangalia upande mwingine. Kwa hiyo mimi naamini kwamba tu hizi ni syndicate ambayo imetolewa, pengine walotengeneza wanajua wanachokifanya. Wazidi kumpoteza kibinafsi, naamini kwamba ana mchango mkubwa. Wakati mwingine sio mpaka ufunge. Sasa hivi tupo kwenye mpira wa kisasa ambao kufunga ni jukumu la mtu yoyote. Ndio maana siku hizi hata makipa wanaita ni maswipa. Kwa kuna wakati anatakiwa aweze kuzuia, aweze kushambulia, aweze kupiga pasi. Kwa hiyo naamini Yanga inaweza ikapata magoli kupitia mtu yoyote. Kikubwa ni kuwa na system ambayo itafanya timu itengeneze balance baina ya kushambulia na kulinda. Una matumaini yoyote na kocha mpya wa timu ya taifa Gamondi? Matumaini yanaweza yakawepo au yasiwepo, itategemeana na pana aliyopewa. Mimi naamini kwamba changamoto ya hizi timu za national team hasa za kwetu hizi sio kwenye walimu tu. Changamoto ipo kwenye nini ambacho tunakihitaji na kwa wakati gani na tuna malengo gani. Kwa hiyo naamini kwamba kikubwa ni TFF watampa nini aweze kufanya kwenye hii michuano. Lakini pia mimi sio muumini sana wa kutaka kwenda kufanya vizuri kwenye finali hizi. Nafikiri finali hizi tungeweza kuzitumia kuandaa timu ambayo tutakwenda kuitumia mwaka 2027. Kwa hiyo ni kama ni sehemu tu ya trial ya vijana. Kwa hiyo tuangalie vijana wengi ambao tunaweza tukawa develop ili mwaka 2027 waje kumaterialize na kupatia faida. Kitu kienda kwa maana kutafuta ushindani bado. Kwa hiyo mimi kuwa nafikiri malengo ya shirikisho ndio yatakwenda kuamua. Na kwa nini wameamua kumtoa pengine Mwalimu Moroko na kumleta mwalimu Gamondi? Nafikiri ni kwa sababu pengine Moroko amefikia mwisho, kwa sababu timu ilikuwa ina develop yani the same character hasa kwenye eneo la mwisho, na yeye akiojiwa anasema kwamba tuna changamoto ya umaliziaji. Hasa ukisema changamoto ya umaliziaji na hakuna mabadiliko, maana yake wewe umeshindwa kugeuza changamoto kuweza kuwa fursa. Kwa lazima tutachukua mwalimu mwingine ili aweze kuipupa ambako ulikuwa umeishia. Zingatia kwamba idadi ya wachezaji wa Yanga tayari wamefika 12 na waliamua kumuondoa katika kikosi ili kuweza kumpa muda kuweza kufanya matibabu, na tumeweza kuona ameanza kurejea. Sasa nani atampisha inategemeana sasa na ambacho atakiona mwalimu mazoezini, lakini pia ataangalia na uwiano katika maeneo, kwa sababu kila mtu ambaye anakuwa anasajiliwa maana yake kuna vitu viwili. Unaweza kusajili kuja kuongeza ubora au kasajili kuja kuimarisha idadi ya wachezaji katika timu yako. Mfano, yani wazo la kumuongeza Frank Asink sio tu kwamba aje kucheza, unakwenda kuchukua mtu ambaye anaweza akawa ni proper replacement ikitokea timu pata majeraha, mtu ameumia, amepata kadi. Mfano leo wiki angalia Yanga mtu kama nani Baka ana mechi 5 za kutotumikia timu. Na kama ungekuwa una Frank Asink ungebakia na Mwamieto na Job peke yake. Ikitokea sasa Mwamieto akapata kadi nyekundu, tayari inakuwa ni safu iko open. Lakini ukiwa na walinzi wanne wakati inampatia mwalimu option kubwa ya kuweza kuamua. Hata kama mmoja atakampata majeraha anaweza katibia au akaweza kulikava au akapata kadi nyekundu. Kwa hiyo nafikiri watakwenda kutoa ukiangalia mahitaji yao katika eneo husika na kile ambacho Yakwasi anaweza kwenda kukiongeza. Unauzungumziaje ujio wa Kelvin katika timu ya taifa? Nafikiri Kevin John Mbappe ni miongoni mwa vijana ambao wametokea kwenye timu za vijana, national team ile vijana, nafikiri kwa ni Serengeti kama sikosei, na kijana ambaye amekulia katika misingi mizuri, bila kusahau juhudi ambazo alikuwa amezifanya Bwana Samata kuweza kumconnect akaenda mpaka kule Belgium, na ilikuwa ni swala tu la muda ya kuweza kuitwa, kwa sababu ukiangalia kwa sasa hivi ni miongoni mwa washambuliaji wakubwa ambao wanafanya vizuri katika soka la kulipa kule barani Ulaya. Kwa hiyo kwa Joga nafikiri atakuja kuongeza kitu hasa experience, lakini pia energy yake. Ni kijana mdogo ana nguvu, lakini ni wakati wa yeye kwenda kujitangaza, sababu naamini kwamba kule Belgium ambako yupo
sio ndoto zake aweze kufikia, lakini wakati mwingine kucheza national team inakuongezea heshima na kuongeza profile. Mchezaji ambaye anacheza Europe alafu kitu kwa national team huwezi kuwa sawa na CV na mtu ambaye anaitwa. Kwa hiyo kumuita itakwenda kumuongeza CV na kwenda kuongeza soko lake yeye. Kwa hiyo kuitwa kwake sio tu manufaa yake yeye, lakini itamlazimu aje kujitoa ili aweze kuongeza thamani na kuvutia timu nyingine kubwa. Lakini kwa upande wa national team atakwenda kuongeza option na pengine kwenda kutoa ile kero ya kwamba tunakosa washambuliaji ambao wanaweza wakatumia nafasi. Kwa binafsi nafikiri itakwenda kumongezea Mwalimu Gamondi option kwenye eneo la mwisho. Naam, na leo katika mahojiano yetu tulikuwa na Dominic Salamba pamoja nami Umithuri Mpenda binti Kiwanjani. Amezungumzia mambo kadha ya kadha. Ukienda katika soka la wanawake, vile vile amezungumzia kuhusiana na kikosi kilichopangwa cha timu ya taifa, bila kusahau katika swala zima la Simba na Yanga, na amesema zaidi kuwa Simba na Yanga imeshuka kiwango, na ametoa ushauri kwa TFF kuwapa muda kidogo wa kupumzika. Ni hayo tu machache tulozungumza. Ulikuwa nami Umithuri Mpenda binti Kiwanjani, na hii ni Djuma TV.